kwanza tutakuwa na mfululizo wa vipindi hivi ambapo vitakuwa vikikurejea au vikiruka kwa kila mwezi. Kwa hiyo ndugu mpendwa mtazamaji pamoja na msikilizaji, tunakukaribisha uendelee kujumuika nasi, fuatilia mitandao yetu ya kijamii kwa ajili ya kubarikiwa na vipindi hivi. Siku ya leo tutakuwa na vipindi viwili au masomo mawili. Somo la kwanza litahusiana na afya na somo la pili litahusiana na vijana na mahusiano. Na bila kupoteza wakati, tukipenda tumkaribishe Dr. Bless aweze kutupatia muhtasari na kisha kutuletea somo lake la afya. Kwa hiyo tunapokea maswali. Vijana tulioko hapa na wale mnaotufuatilia, tunapenda mtulize maswali tuweze na tutayajibu. Kwa hiyo Dr. Bless, tunakuomba karibia hapa kwa ajili ya kutuletea somo la afya. Karibu. Bwana ni mwema na wakati wote. Basi ni masaa mazuri na ni jioni iliyo njema kwa ajili ya kujifunza au kuelimishana katika kipindi hiki cha somo la afya. Nitapenda tusikilize, lakini pia nitapenda maswali yawe mengi na tutayajibu. Kwa hiyo usisite kuuliza swali wala usione aibu kuuliza swali, kwa sababu wote tupo hapa kwa ajili ya kujifunza. Kipindi chetu kinahusiana na afya ya akili au tunasema mental health. Sasa tukisema afya ya akili ni kwamba afya ya akili ni uwezo wa mtu kuweza kutambua yale matendo ambayo anayafanya, lakini pia ni uwezo wa mtu pia kufanya kile kitu ambacho kinaleta uzalishaji katika ubongo wake na kutoa matokeo au kutoa matunda katika maisha yake yeye mwenyewe, lakini pia katika jamii. Na tukizungumzia afya ya akili, kuna kitu kinachoitwa mental illness. Mental illness tunasema ni kwamba hii ni hali ya mtu anakuwa na upungufu wa akili au mawazo kutokana na sababu mbalimbali. Sababu hizo ni kama sababu ya kwanza ni sababu ya kisaikolojia. Sababu ya kisaikolojia inaweza ikawa ni kutokana na matukio ambayo yalishawahi kutokea huko nyuma au hivyo karibuni. Lakini sababu nyingine ni sababu ya kemikali. Kemikali zenyewe ni kama wa vijana kama sasa hivi tukiangalia wanatumia madawa kulevya, lakini pia pombe, sigara, uvutaji wa sigara, uvutaji wa banki na vitu vinginevyo. Lakini issue nyingine ambayo inaweza kupelekea mtu akapata tatizo la akili au tatizo la afya ya akili ni magonjwa. Hasa tukizungumzia magonjwa ya kuambukizwa, kwa mfano HIV. Mfano, chukua picha kama leo hii wewe ukipata HIV, unaichukuliaje akilini mwako? Mtu umepima, umeenda hospitalini umepima, mtu akwambia bwana, kwa sasa kipimo kinasema kwamba umepata maambukizi ya nini? Ya virusi vya ukimwi. Automatically huyu mtu kama hata kuwa mfuasi mzuri wa dawa, zile dawa kinga au dawa ambazo tunaziita ni, atakuwa hata kuwa katika ule mfumo wa tiba na matunzo, hata fuatilia hivyo vitu, huyu mtu automatically ataanza kupata nini? Ataanza kupata tatizo la nini? La afya ya akili. Kwa sababu kama atakuwa atumii dawa, huyu mtu HIV atumii dawa vizuri, kinachotokea kwamba atakuwa na hama stage moja kwenda stage nyingine, kwenda stage nyingine, kwenda stage nyingine, na baadaye ataanza kupata kitu kinachoitwa Cryptococcal meningitis. Ni fungus ambayo inatokea kwenye nini? Kwenye ubongo. Lakini pia katika afya ya akili pia tatizo lingine ambalo linaweza kusababisha mtu akapata hilo afya ya akili ni ajali, au mtu anaweza kwa kitaalamu zaidi nasema ni trauma au traumatic brain injury. Mfano, mtu anaweza kupata ajali. Ajali hiyo aidha umepata ajali ya kichwa, afu mwisho wa siku sasa ile milango ya fahamu ikawa haijawa katika ule mpangilio ambao unatakiwa, na mwisho wa siku mtu akapata nini? Akapata tatizo la akili. Lakini tatizo lingine ni inaweza ikampelekea mtu akapata afya ya akili ni
mambo ya family issues, mambo ya kifamilia au issues zinazohusiana nini na familia. Kwa mfano, labda kwenye familia kulikuwa kuna migogoro kaza wa kaza, labda tukianzia upande wa wazazi au upande wa vizazi vilivyopita. Hiyo inaweza ikapelekea mtu kaa ni tunasema anapata afya akili kupitia ni genetic, yani mtu anarithi. Ushasikia bwana, hiyo familia ina matatizo. Ni kwa sababu kutokana nini na family history ambayo imekuwa kwa mfumo wa nini wa kurithi. Sasa katika hii afya akili kuna kitu kinachoitwa psychosis au ukichaa. Hasa ukichaa huu unakuaje? Ukichaa huu umegawanyika katika nyanja nyingi sana. Ukichaa huu unampelekea mtu wakati mwingine anakuta anapata mood swing. Tukisema mood swing au mood change ni kwamba mtu unakuta kwamba katika makuzi yake ya utoto mpaka anakuwa kufikia hali ya ujana anakuwa anabadilika tabia siku hadi siku. Umeona? Sasa hii unakuta kwamba imetokea nini? Ni kama tulivyosema hapo awali. Lakini kingine unakuta kwamba thoughts, yani yale mawazo, mtu anakuwa na negative ideas. Ukiongea kitu fulani, mtu anakwambia anaweza kani akaoppose, mimi hicho kitu sifanyi. Au anaweza nitafanya lakini asitekeleze kutokana na nini? Na ile mood swing. Lakini kingine anaweza kia akapata kuna kitu inaitwa schizophrenia na hali ya disorganized thought, yani kwamba yale mawazo ambayo hayapo katika mpangilio ambao unatakiwa. Lakini kitu kingine kinachotokea kwamba ni cognitive, mpangilio wake tu wa mawazo. Mbona ni vile anavyopangilia vitu vyake, anavyoonekana. Hiyo yote inampelekea mtu unaweza ukasema huyu mtu ana shida nini ya afya ya akili. Lakini kuna vitu ambavyo tunasema kwamba hallucination. Sawa? Hallucination ni ile hali ya mtu anakuwa anaona maruweruwe. Sawa? Anaona maruweruwe. Mtu amelala labda usiku. Anakuambia usiku nimelala lakini nakimbizwa na nini? Nakimbizwa na simba. Kama mshasikia hiyo scenario, mtu anakuambia nimelala tu lakini nimeona kama kuna mnyama ananikimbiza. Mbona hizo zote kwa nini? Ni hallucination. Lakini kingine katika hiyo delusion kuna kitu kinachoitwa glandular. Glandular ni ile mtu ambao unakuta kwamba ni yule mtu ambaye anaamini yeye ndo mkubwa kuliko wote. Mfano, hapa wote tumekaa hapa, lakini kuna mtu anasema yani mimi katika hili kundi lote hakuna mkubwa zaidi yangu. Umeona? Kama tulivyokaa hapa. Mtu akatokea hapa tukasema bwana hapa hamna anayenizidi. Ni wale watu ambao nasema kwamba hiyo ni aina pia nini? Ni aina ya ukichaa au ni aina ya tatizo la akili. Mtu anatokea tu from nowhere, bwana mimi hapa hakuna mtu anayenizidi hapa. Mimi ndo mkubwa kuliko wote hapa. Au mimi ndo tajiri. Umeona? Haya, lakini kitu kingine tunasema kwamba ni paranoid delusion. Paranoid delusion ni yule mtu ambaye anaamini kama yule mtu ambaye hapa wote anaamini kwamba ni yule mtu ambaye amechaguliwa kuatakiwa. Yani kwa mfano tumekaa hapa kwenye hili kundi, mtu anatokea nahisi kama kuna mtu anakuja kuniataki. Yani tumekaa tu hivi, ila naona kabisa katika hili kundi mimi naona ndo nini? Ndo nimetenda dhambi. Mimi ndo naona kama yani sina, yani anaamini pia katika sehemu ya mwili wake kuna kiungo fulani hakina kazi au hakihitajiki kabisa. Umeona? Lakini kingine kuna kitu ambacho tunasema kwamba ni heuristic. Umeona? Ni mtu ambaye anaamini kwamba yeye katika ulimwengu hana ile nafasi ya kuishi tena. Umeona? Ile nayo ni akili, ni aina nini? Ni aina ya ukichaa. Kwa hiyo unakuta mtu ambaye inokea ni akilini mwake anasema bwana hapa mimi sasa bora tu yani ni hata sumu tu. Yani anahisi kama kwamba kwenye hii dunia yeye ndo mkosaji, yeye ndo hana nafasi yote ya kuishi hapa
duniani. Lakini kingine ambacho tunasema kwamba ni illusion. Illusion ni ile pale tunasema kwamba mtu anaamini kama kuna kitu ambacho kinatokea mbele yake. Kwa mfano, nimekaa hapa nakwambia, bwana, mimi naona hapa mbele yako kuna hela hapa. Umeona? Au mwingine anakuambia, hapa naona kuna gari ziko kama 10 hivi. Lakini kuna ile mtu amekaa hapa akiongea anasikia kama sauti inajirudia rudia, au anasikia kuna sauti 10 zinajirudia rudia. Hiyo nayo ni aina ya nini? Ni aina ya tatizo la akili. Lakini pia kuna kitu kinaitwa kuna kitu ambacho kinaitwa grandiosity. Ni wale watu ambao wanajisifu sana. Samani, lakini pia kuna kabila X. Wao wanasema sisi ndo wenyewe. Wakati fulani bwana mmoja alisema kwamba aliulizwa umetumia shilingi ngapi? Akanambia nimetumia tu wali na maharage ya kawaida tu, ya bei ya kawaida. Kwa hao watu ni watu ambao pia au matatizo tu, sio kabila, ni mtu ambaye anakuwa kwenye hiyo tatizo. Kwa hiyo kwa kifupi ni hiyo tatizo, lakini pia kuna mambo mengine ambayo yanatokea sana katika upande wa afya ya akili. Na ningependa kukaribisha sasa, kama kuna mtu ana swali na kama kuna mtu ana challenge yote, au kama kuna mtu anahisi kuna kitu hakijakaa sawa au anasikia, basi ni muda sasa nikaribishe maswali zaidi. Swali langu mimi ni juu ya ulimwengu wa kiroho. Maana hiyo umetupatia kama sayansi. Sasa sisi wa ulimwengu wa kiroho tunawezaje kuweka tofauti kati ya ugonjwa wa akili na nguvu za pepo wachafu, kwa sababu bado wahanga inaelekea kama wana dalili za kufanana? Yes. Asante sana mzee, na naweza kujibu swali lako kama ifuatavyo. Ni kwamba haya mambo kama tulivyotoka kusema hapo awali, utangulizi wake ni kwamba yanatokea kutokana na sababu mbalimbali. Watu kama hao ukifuatilia vizuri ni historia ya nyuma. Historia ya nyuma hasa kwenye mfumo wa mfumo wa familia, lakini pia katika mfumo wa wa zile koo. Kama sio kwenye familia ya baba na mama, ni kwenye ule ukoo. Na ndio maana unakuta kwamba tatizo kama hilo likitokea, huwa tunajaribu sana kufuatilia wale watu wa karibu na yule mtu, ili tukapata historia ambayo ni nzuri na kuweza kufanya intervention. Maana bila kufanya hivyo unaweza kusema kwamba huyu mtu labda amerogwa, kumbe hajarogwa. Umeona? Kumbe ni issue zingine za kifamilia. Lakini aidha shawi kupata ajali. Hayo mambo yote lazima tufanyaje? Tuya evaluate vizuri. Asante Dr. Blessy. Tumkabisha Dr. Boni. Kijana Boni kwa ajili ya swali. Bwana ni mwema wakati wote. Asante kwa kunipa nafasi hii. Swali langu linasema kwamba sisi kama vijana tulioko hapa tunaweza kusaidiana katika njia mbalimbali. Tumetambua kwamba afya akili sasa hivi ni kikwazo kwa kila mtu, na kulingana na mkufunzi alivyoeleza, afya akili imekuwa kwa watu, sisi tunatembea kumbe ni wagonjwa wa afya akili. Je, ni mbinu gani tutumie kusaidiana sisi kwa sisi kwenye idara yetu ya vijana ili tuweze kuwa sawa? Asante sana kwa swali nzuri. Mbinu ya kutumia, kitu cha kwanza ni kufanya socialization. Yaani kwamba wewe kama kijana au katika ule umri wa kukua, tuache sana kujitenga. Yaani tuache kujitenga, tufanye socialization. Na katika kujitenga huku, wakati mwingine unaweza kuwa unafanya shughuli peke yako, lakini kumbe ile shughuli ilikuwa inahitaji hata umhusishe mtu fulani. Au pia kama sio shughuli tu, katika matukio kama haya. Lakini kuna watu wengine napiga hesabu, kwa mfano asubuhi tulikuwa kama watu 50, hapa tupo takriban kama 20. Ni kwamba kuna watu ambao kama nilivyosema, unamwambia mtu bwana tumepanga kufanya kitu fulani, mtu moyoni mwake anakuambia hicho kitu mimi humo kwanza mwezi kuniona. Unaona? Hilo nao ni tatizo ni ugonjwa.
Umeona? Kwa cha msingi kuepukana na hichi kitu, kwanza tufanye socialization, lakini pia socialization hii ambayo tutaifanya ni ile katika ambayo inakuwa katika positive, katika mtazamo hasi. Sasa Karibu brother Alex kwa ajili ya swali. Amani. Bwana Yesu asifiwe. Ndio, mimi nilikuwa na swali moja. Je, kuhusu mtu mwenye hasira nyingi ambayo ukimkwaza tu kitu kidogo anafanya maamuzi ambayo hajafikiria, anaweza akachukua jiwe akakupiga nalo, au kitu chochote ambacho amekishika kama ni kisu au panga anakurushia. Mnamsemaje mtu wa hivyo, na yeye atakuwa na tatizo? asante sana kwa swali zuri. Nimesikia mtu anasema akulia. Jamani, sio, hapana. Yaani ni kwamba mtu wa hivyo kwanza kabisa angalia hilo tukio amelifanya. Je, ndio mara kwanza kulifanya hilo tukio, au ni mara ya pili, au ni zaidi ya mara moja? Sawa? Kwa mfano, mtu mwingine amefanya tukio kama hilo ndio mara ya kwanza. Kilichopelekea pale ilikuwa ni hormone. Aidha kwamba zile hasira zake ameshindwa kufanyaje? Kujikontrol mpaka mwisho wa siku akafanya nini? Akafanya tukio ambalo ni baya. Simeona? Lakini pia hilo tukio lolifanya kama ndo sio mara ya kwanza, ni zaidi ya mara moja, huo tunasema ni ugonjwa. Sawa? Yaani utasikia kwamba mtu ana matatizo ya nini? Ya akili, au hiyo familia ina nini? Ina shida. Tunaelewana? Hiyo familia ni nini? Ina shida. Mimi nataka kujua hizi changamoto za afya ya akili ni za kuzaliwa au zinaanza kudevelop taratibu au zinaweza zikatokea ghafla. Mfano, labda mtu ameingia katika mahusiano, akazama katika penzi, akampenda mtu, ghafla mtu akamwacha. Yule mtu akaenda akameza labda vidonge, akajiua. Ana hiyo changamoto, ilikuja kipindi anaanza mahusiano au ana historia ya kuwa nao ndio maana akafikia hayo maamuzi? Yaani kitu kinatokea ghafla au kinatoka kwa muda mrefu? Asante sana. Mahusiano sasa hivi imekuwa ni changamoto sana. Na hasa tukizungumzia kwa mfano umekaa na mtu kwenye mahusiano, hata tukisema takriban mwaka mmoja, miaka miwili, inatosha kwamba nyinyi wote wawili mnafahamiana. Kwa hiyo pale inapokuja kutokea tatizo tu mmoja ikatokea kwa wawili, mmoja wapo akapata hilo tatizo, kinachokuja kumuingiza mtu kwenye hilo tatizo sio ile kuachana, hapana. Ni yale mambo ambayo walikuwa akiyafanya kipindi wapo kwenye mahusiano, yale matukio. Na kumbuka hicho kitu kinakuwa kimeunganishwa nini? Na kibiolojia. Biologically kwamba hao watu nasema kwamba walikuwa nakutana kimwili, si ndio? Lakini sasa ilivyokuja kutokea ile tukio tu, labda wakakati off yale mahusiano, kinachotokea mtu akapata hilo tatizo ni yale matukio. Akikumbuka ni yale matukio, lakini muda, zile events, zile moments ndio zinamfanya mtu anaingia kwenye hilo tatizo. Na ni kweli kama alivyosema Joshua, watu wanakuwa ni vichaa. Yaani juzi kuna mtu mmoja ambaye sio vizuri, lakini naomba nitoe tu kwa kifupi sana. Bwana mmoja alikuwa anatoka na binti ambaye of course yule binti alikuwa anafanya kazi sehemu moja, lakini kumbe yule bwana hakumwambia kama bwana alishawahi kuzaa na mwanamke nje. Yule mwanamke aliyezaa naye nje akaa na mtoto sasa hivi miaka 3. Baadaye yule binti akafukuzwa kule kwa wazazi, akamwambia rudi kule kwa wazazi na mwanaume. Alivyorudi mwanaume, alivyosikia mwanaume alitoka hapa kaenda kijijini kumfukuza yule mwanamke, kumfungashia mizigo arudi kwa wazazi. Baada hapo kumbe zile familia zote mbili zikawa zimeungana, kwamba familia kwa binti na kwa familia ya mwanaume, kwamba wote wanatakiwa kwamba huyu mwanaume muwe nani? Huyu mwanamke aliyemzalisha. Wakati huku huyu mwanaume alikuwa na huyu binti mwingine. Umeona? Binti alivyosikia alitoka kula alikotoka, kamfuata jamaa kazini. Sio uongo, ni story ambayo ipo. Kwa hiyo hichi kitu ni kwamba kilichomfanya binti atoke kule, anamfuata jamaa kazini, ni kwamba ni ile kwamba alikuwa ameshampenda kupiliza. Alivyosikia tu yule mwanamke amejirudi kwa mwanaume, akapata ile, anakuambia hata nilikuwa nahisi kifua kinanibana. Unaona? Kifua kinambana, tumbo anakosa hamu ya kula, anapata ile mental illness. Yaani jamani, hichi kitu ni kipo, kwani kitu ambacho yale matukio yanamfanya mtu anakuwa nini? Anakuwa kichaa. Basi niwashukuru kwa maswali yote yaliyoulizwa.
na yale ambayo yamejibiwa ni washukuru kwa ushirikiano wenu, lakini pia ni washukuru kwa kusikiliza. Zaidi sana niseme asante, na wakati mwingine tutajifunza zaidi tukipata muda.